Shalom everybody, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. It is Pastor Robert na in his presence, mahali ambako tunajifunza habari za Mungu na tunaomba na tunapata kumwelewa Roho Mtakatifu, tunapata kumwelewa Mungu kwa ukubwa zaidi. So siku ya leo nataka nikufundishe kuhusiana na imani. Kwa nini imani? Katika imani yetu tulionayo, imani ya Ukristo, pasipo na imani hatuwezi connect na Mungu. Kwa hiyo nguvu ya imani iliyo ndani yako ndio inayoamua kiwango cha matokeo katika ufalme tulionao. Unaweza kaomba sana, ukawa mtoaji mzuri, lakini ukiyafanya nje ya imani huwa hayaleti matokeo. So mwisho wa siku aliye na imani kubwa ana matokeo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. So kama imani ni muhimu kiasi hicho, basi hatuna budi kujifunza kwa habari ya imani. Okay, katika Biblia mtu ambaye mimi nabarikiwa naye sana, shuhuda wake wa imani huwa unanipa kushangaa na kuona kwamba nina safari ndefu ya kujifunza na kuelewa, baba yetu wa imani Ibrahim. Na siku ya leo tutajifunza mambo saba ya msingi sana ambayo tunajifunza kwake kama baba wa imani, ambayo tukia-apply katika maisha yetu, basi kuna sehemu katika safari hii ya imani tutaongezeka, na kuna vitu ambavyo Mungu ataweza kuvifanya kwa wepesi katika maisha yetu. Kumbuka, kuna mambo ambayo Mungu anataka yafanye kwako, lakini wewe unamlimit kwa kiwango chako cha imani. Maana anasema wana wa Israeli walimzuia Mungu kwa kutokuamini kwao, na dhambi pekee ambayo iliwafanya wengi wao wasiingie nchi ya ahadi kutokuamini. So kutokuamini ni dhambi. Mungu atusaidie sana. Okay, ukisoma maandiko, imani inazungumziwa kwa definition hii hapa. Waebrania 11 ule mstari wa kwanza anasema kwamba basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yes, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Hiyo ndio imani. Mungu, ninaomba unipe kazi. Asante. I believe, I have assurance, I will get this job. Yani baada ya kuomba unajipa uhakika, pasipo viashiria vyovyote, pasipo connection, pasipo kuwa na watu au mazingira yote ya nje yanayokusupport. Hiyo ndio imani. So imani hiyo, Biblia inasema tena kwamba ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana imani ina tabia ya kuona uzima palipo na magonjwa, ina tabia ya kuona ujasiri palipo na hofu, ina tabia ya kuona kuweza mahali ambapo kuna harufu ya kushindwa hivi. Imani ina tabia ya kuona mafanikio mahali ambako kuna jangwa, kuna ukame. That's faith. Sasa kama imani iko namna hiyo, ndivyo baba yetu Ibrahim alivyokuwa. Ndivyo tujifunze kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. So jambo la kwanza ambalo Ibrahim alikuwa nalo, Biblia inasema kwamba ukisoma kitabu kile cha Mwanzo ule mlango wa 12 kuanzia mstari wa kwanza, imeelezea vizuri habari za Ibrahim. Mungu anamwambia Ibrahim, toka katika nyumba ya baba yako na mama yako, uende paka mahali nilikokuambia. Sikiliza, imani ya kweli haina maswali. Imani ya kweli haina maswali. Ibrahim hakumuuliza Mungu, Mungu niende wapi? Nitafika lini? Nitaendaje? Imani ya kweli ni trust and obey. Trust and obey. Mungu anaweza kukwambia, mwanangu, next year I'll make you rich. Next year nitakupa ndoa. Next year nitakupa kazi. Next year nitakuponya. Lakini ukiangalia the gap ya hapa ulipo next year, maybe ni miezi 6 tu. Ya miezi 6 inatosha kweli Mungu kunipa haya aliyoahidi? God, how will you do it? Unamkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. If God tells you something, don't question. Believe it and act upon it. Ibrahim alipoambiwa, mimi ninaamini kwamba alikuwa ni mtu ambaye hajawahi kutoka nje ya Uru wa Wakaldayo, amekulia pale, maisha yake yote yako pale. Alikuwa ajui nje ya kwao. Kutoka nyumbani kwa baba na mama, naamini hata wazazi walimquestion, Ibrahim unakwenda wapi? Are you sure this is God? Are you sure?
uko mbele itakuwaje? Lakini akasema ninaiamini sauti iliyoniambia toka nyumbani, and I will make you a great nation. Ibrahimu akaifuata. So imani ya kweli haina maswali. Na huwa nawaambia watu, Mungu akikupa maono ni yako, usifanye debate. Usiongee na watu, hawezi kukuelewa. Act upon it without questioning. Na katika uzoefu wangu wa kumtumikia Mungu, Mungu anapoachilia neno la kinabii au tamko, au anapoachilia divine instruction, yule mtu ambaye huwa anayapokea kama yalivyo na kuyafanyia kazi, mara nyingi huwa anapata matokeo, kwa kuwa ndani yake kuna mbegu ya imani. Lakini yule mtu ambaye anasema pastor, itakuwaje kwaje? Yule mchumba atakuja vipi kuja vipi? Hiyo biashara, mtu akianza some questions tu, kuna namna imani yake imetindika. So if God tells you kupitia vision, njozi, maono au neno au mtumishi wake, take it, believe it and act upon it. Okay, jambo la pili ambalo tunaweza kujifunza kwa habari ya imani, imani ya kweli huambatana na utoaji. Imani ya kweli huambatana na utoaji. Watu walio na imani ni watu wanaotoa. Listen. Ibrahim, ukisoma katika Mwanzo ule mlango wa 12 mstari wa 7, Mwanzo 13 mstari wa 18, Mwanzo mlango wa 15 mstari wa 9 mpaka wa 10. Hapa ni mahali ambapo Ibrahim alikuwa akitoa sadaka na kumjengea Mungu madhabahu. Ibrahim alikuwa akipewa ahadi ya aina yoyote, iwe katika maono, iwe katika njozi, iwe kwa sauti. Alikuwa akifika sehemu, anainua madhabahu, anaweka offering, anamshukuru Mungu, anaenda. My point is, imani ya kweli iko hivi. Ulikuwa kwenye maombi, Mungu akakujibu, akakupa njozi, akakupa vision, akakupa neno au tamko kupitia mtumishi, mchungaji wako au mtu yeyote ambaye anakuongoza. Once ukilipokea tamko lile, lione kama breakthrough. Inuka, panda mbegu, toa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kumshukuru Mungu kwa neno ni nzuri, lakini sadaka huwa inaonesha uzito, huwa inaonesha kiwango cha imani iliyo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na kawaida moja, if I pray, Mungu akaniambia kitu, hata asiponiambia siku, labda next year au hata mwaka ujao, au tulikiona kuna breakthrough katika ulimwengu wa roho, huwa namshukuru Mungu kwa dhabihu. Kwa nini? Dhabihu ni affirmation kwamba Mungu, kabla macho yangu ya nyama hayajaona, ninaamini jambo hili limekuwa. Dhabihu ina nguvu kuliko shukrani ya kinywa. Dhabihu huashiria moyo wa imani wa muombaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, jambo la tatu ambalo unapaswa kulielewa. Jambo la tatu, Ibrahim alimwamini Mungu kwa kitu cha thamani alichokuwa nacho, ambacho kina thamani kuliko vitu vyote vyake. Ambacho ni kitu gani? Ibrahim alimsubiri Mungu kwa miaka mingi sana kwa habari ya Isaka. In the day Ibrahim anampata Isaka, anakuwa excited, anasema yes, I have a son, I have a son. Anaanza kumkumbatia Isaka sasa, mpaka anaanza kumsahau Mungu wake. Mungu ni Mungu mwenye wivu, anasema nataka ni ujaribu moyo wa Ibrahim, nipe mtoto. Ibrahim, kwa kuwa anamjua Mungu anayemtumikia, kwa kuwa Mungu ni wa thamani kwake kuliko Isaka, anamwambia Mungu just take it. Isaka asiingilie urafiki wetu. What I'm trying to teach you is, sometimes kuna vitu tunavishika, tunavipa uthamani kuliko Mungu, navyo vinaua imani yetu. Navyo ndivyo shetani anakuja kutujaribu kwa hivyo. Anielewa? Maandiko nasema Ayubu kila siku alikuwa akiamka, anakwenda kutoa dhabihu kwa ajili ya watoto wake. Alikuwa ana hofu. He was dreading, maybe they have sinned, wamefanya dhambi. Alikuwa anawajali kupita maelezo. Shetani akaenda kumjaribia pale. So kazi unayoipenda kuliko Mungu itakuwa ni jaribu. Ndoa unayoipenda kuliko Mungu ni jaribu. Biashara ni jaribu. Pesa unayopenda, mahusiano unayopenda, watu unaowapenda. Kwa Ibrahim hakuna chochote kilichokuwa juu ya Mungu wake.
Ukitaka kuwa na imani, chunguza moyo wako. Je, ni nini kimekaa katika nafasi ya Mungu kishushe chini, Mungu akae juu? Hivyo imani yako itafanya kazi. Sababu chochote kilicho juu ya Mungu wako ni kizibo. Kinaziba wewe kumuona Mungu vizuri, kinaziba kumwamini Mungu, na kinamuita shetani aje kujaribu kupitia hicho. Oh, haleluya, haleluya wana. Okay, jambo lingine ambalo tunapaswa kulielewa. Other things, jambo la 4. Ibrahim alikuwa na imani. And we all believe kwamba yeye ni baba wa imani. Na tunajua shuhuda zake ni nyingi sana. Lakini kitu ambacho watu wengi hawajui, anasema katika Waebrania ule mlango wa 6 mstari wa 12. Ukisoma hapo utakuta anasema kwamba Ibrahim hakupokea tu ahadi kwa imani, bali kwa imani na uvumilivu. That's what he said. Mtu wa Mungu, kuna mambo unaomba miaka 7, miaka 10, sometimes 5 years. Lakini kuna mambo unaomba kwa wiki na yanakuwa. My point is, kabla Mungu haja kujibu, usiondoke miguuni kwake. Watu leo wamekuwa ni wepesi kumkatia Mungu tamaa. Unaposoma habari ya Ibrahim na Mungu akamtembelea akampa mtoto, you may find it easy. Sio jambo jepesi. Kwa habari ya Ibrahim, hakukuwa na tajiri kama yeye nyakati zile. Alikuwa na mifugo, alikuwa na ngamia, alikuwa na watu. Ibrahim, is a matter of fact, alikuwa na jeshi. Alikuwa na jeshi la vijana 300 wenye nguvu. Lakini alilaka kitu kimoja. Mrithi. Alipata Ishmael, lakini mtoto amtakaye hakuwa naye. Ina uhakika kuna wakati alikuwa sasa, Mungu, mbona umenipa hivi? Kwa nini hiki unipi? He was praying and praying and praying and praying. Lakini hakujaribu kukataa Mungu wake. Biblia inasema ya kwamba kwa habari ya Ayubu, katika mambo yote Ayubu hakumwazia Mungu upumbavu. Sikilize mtu wa Mungu. Ahadi zingine huja kwa uvumilivu. Hiyo ndoa unayoiomba, usiondoke miguuni kwa Mungu. Na kuna kitu ambacho nimekuja kujifunza. Na niseme na wewe. Mara nyingi Mungu huwa anakupima kwa kitu kilichokupeleka katika uwepo wake. Tajaribu hivi. Unaweza kumfuata Mungu kwa ajili ya kazi. Umekaa nyumbani ukasema okay, nimpe Yesu maisha yangu, lakini Mungu ni Mungu achunguzaye nia ya mioyo na viuno. Ataangalia huyu mwanangu anataka kazi. So, kabla hajakupa kazi, atakupitisha katika mchakato, atautengeneza moyo wako na maisha yako ili akikupa kazi iwe kwa utukufu wake. Lakini wewe unakuwa bado hujaandaliwa. Nataka Mungu nipe kazi, Mungu nipe ndoa. Anasema mwanangu huyu bado. Ni wakati ambao unahitaji kuwa na uvumilivu. I pray in the name of Jesus. Mahali kokote unakopitia, neema ya Mungu ikufunike. Mungu akupe uwezo wa kusubiri. Mungu akupe amani katika moyo wako. Mungu akupe uvumilivu. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah Bwana. Hallelujah. Okay, jambo lingine ambalo unapaswa kulielewa. Jambo la 5 ambalo unapaswa kulielewa. Biblia inaeleza ya kwamba Ibrahim hakusita. Biblia ya Kiingereza inasema kwamba he staggered not. Nisikilize. Wakristo wengi wamekuwa na kawaida ya kusita. Anamsikia Mungu. Next anasema, was it God? Hivi alikuwa ni Mungu yule? Was it God or my mind? Jamani, Mungu anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye hakisita, roho yangu haitafurahishwa naye. Mungu akikwambia I'll bless you, ukiri wako uwe I am blessed. Manake God is speaking the now language. Mungu hana kesho. Oh, rabashande rebo sikaya. Mungu hana kesho. If God tells you I will bless you in his language, nimekubariki. I have blessed you. So speak his language. Yes, I am blessed. I have this marriage. I have this job. Bwana Yesu asifiwe. I have this house. Speak like God. Stagger not. Kwamba hivi nimebarikiwa kweli. Maisha haya paka lini? Usibadilishe ukiri. Ibrahim alipoambiwa wewe ni baba mataifa,
Alipoenda Kanaani, nchi ya ugeni, asema mimi ni baba wa mataifa. Alipokwenda Misri, mimi ni baba wa mataifa. Alipokwenda kwa Abimeleki, mimi ni baba wa mataifa. Ukiri wake haukuyumbayumba. He staggered not. Wewe unakiri ukiwa kanisani, ukirudi mtaani kwa rafiki zako unaongea lugha yao. Tanzania imekuwa ngumu sana. Haijawahi kuwa ngumu kwa wana wa Mungu. Never. Tanzania haijawahi kuwa ngumu kwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, jambo la 6. Tunajifunza kwa habari ya Ibrahim. Mtu huyu mkuu wa Mungu alikuwa na ujasiri. Alikuwa na ujasiri mtu huyu mkuu wa Mungu. Maandiko yanasema aliposikia ndugu yake amekamatwa, Lutu alichukua jeshi lake la vijana 300 akaenda kupigana na wafalme wa nchi. Mtu wa Mungu, nimejifunza kwamba Mungu hufanya kazi na watu majasiri, na ujasiri ulionao unaashiria level ya kiwango cha imani ambayo iko ndani yako. Wakristo wa leo wakisikia tu labda paka analia nje, nasikia damu ya Yesu, damu ya Yesu. Declare it in your heart, I am a son of God. No weapon formed against me shall prevail. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna uchawi wala uganga juu yangu. Mimi ni mwana wa Yakobo. Mungu anafanya kazi na watu majasiri. Ndio maana hata alipomwita Joshua, alimwambia uwe shujaa na moyo wa uhodari. Haijalishi umekaa chini ya Musa, you have been trained kwa muda mrefu. Yes, wewe ni mpelelezi, lakini qualification yako Joshua, moyo wako uwe na ushujaa, so that we can speak one language. Kuna mambo nitakutuma uyafanye, kama kuangusha ukuta wa Yeriko, ukuta ambao umeenda juu, pasipo kutumia silaha aina yoyote. Usipokuwa na ushujaa hutaweza. Sikiliza, Mungu anatamani akuinue katikati ya familia yako, viwango ambavyo hakuna mtu amekukanyaga. Mungu anataka kufanya wewe uwe mtu wa kwanza kujiestablish nje ya mipaka ya nchi hii. Mungu anataka kuipeleka huduma yako viwango ambavyo havijawahi kuonekana katika nchi hii, lakini inahitaji ujasiri. Sababu sometimes unaweza kuwa na roho ya comparison. Always remember this. When God gives you an assignment, the devil will make you a target. Sipendi kwambie, watu wanajiuliza kwa nini kila nikianza safari ya mafanikio, watu wangu wa karibu wananigeuka, changamoto, watu ambao nilitamani wanisupport hawanisupport. Sio wao, ni ulimwengu wa roho umeinua vita, na ni vita ambayo usipokuwa shujaa na ujasiri utashindwa. So Mungu hufanya kazi na watu mahodari, mashujaa, majasiri. I pray that God will give you that courage. I pray in the name of Jesus, Mungu akupe huo ujasiri. Okay, jambo la 7 na la mwisho ambalo ni la msingi mno. Imani ya kweli ya baba yetu Ibrahim itufundisha kitu fulani. Atuambia kwamba katika Warumi ule mlango wa 4 mstari wa 17 anazungumzia habari ya kwamba Ibrahim hakuangalia hali ya uzee wa Sara, bali aliangalia uwezo wa Mungu. Anasema aliamini ya kuwa Mungu anauisha watu wafu na kuita vitu visivyo kuwepo kana kwamba vimekuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Nampenda Gideon. Maandiko nasema malaika alipomtembelea Gideoni akamwambia, ewe Gideoni shujaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kawaida ya Mungu. Ukitaka kufanya kazi na Mungu, amini ya kuwa yeye ni Mungu mwenye kuviita vitu visivyo kuwepo kana kwamba vimekuwepo. Ukiambiwa wewe ni tajiri, usiseme hapana, mbona sina kazi, mbona sina nini. Mungu anaviita vitu visivyo kuwepo kana kwamba vimekuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiambiwa umeponywa, useme mbona sioni, nasikia maumivu kiuno, mgongo. No. Unaweza ukawa unaomba ukasikia nimepokea uponyaji. Mungu utamka kisicho kuwepo, ikipokelewa nipo kinakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma maandiko katika habari za Yesu Kristo, kuna wakati alikuwa mlimani na wanafunzi wake, akawaambia wapeni watu hawa chakula. Ikaonekana kama hakuna chakula cha kuwatosha.
kwa hakuna samaki wachache na vipande vya mikate. Bwana Yesu akasema nipeni hivyo. Sikiliza, alipovichukua kabla hata hajaomba akasema wapangeni watu hao wakae mafungu mafungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata hajaomba muujiza, haja multiply au samaki, akawapanga. Maana nini? Bwana Yesu aliita lunch kabla ijawa lunch. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu walikuwa wanakaa wanasema mbona tujaona magari yakiingia mafuso ya mikate? Lakini Mungu akitaka kufanya jambo huwa anaita kitu ambacho kipo kana kwamba kimekuwepo. Ibrahim alikuwa ni Abraham, akawa Ibrahim, maana nini? Baba wa mataifa. So alimuita baba wa mataifa wakati hana hata mtoto. So huwa anaita vitu visivyokuwepo kana kwamba vimekuwapo. God bless you. Mungu aiongeze imani yako. Mungu akupe kuelewa zaidi. Maana vita yetu ni vita ya kiimani. Na jambo pekee ambalo linampendeza Mungu wako sio maombi, sio sadaka, sio nini, ni vitu vyema na vya kufaa sana. Lakini jambo kuu ni imani ya moyo wako. So I pray for you. Father, in the name of Jesus, I pray for your son and daughters. Mungu mwenye nguvu asaidie. Ni majira ambayo adui anajiinua kwa namna ya tofauti. Ni majira ambayo umetuagiza tutembee katika viwango vikubwa vya utukufu wako. Nyakati za mwisho Mungu, mavuno ni mengi na kazi ni wachache. Na umetuita kama nuru ya ulimwengu, kama kinara mahali palipo na giza. Baba, tujalie imani hiyo. Give us a gift of faith, ni kuamini kwa yale ambayo ni makubwa kuliko fahamu zetu. Maana wewe ufanya zaidi ya tuyawazayo Mungu, kadri ya nguvu tendayo kazi ndani yetu. Shalom. Mungu wa mbinguni akubariki. And this is In His Presence, and I am your pastor, Pastor Robert Hilary. Until next time, kwaheri. Usahau kusubscribe channel yangu na kushare mafundisho haya ili tubarikiwe. Mungu wa mbinguni akubariki na kutunze. Bye bye.